Episode 4 inaendelea kuonyesha tension kubwa kati ya maisha ya kifalme na mapenzi yanayoanza kuchipua kati ya Prince Ian na Huiju. Mwanzo wa episode tunaona Prince Ian akiwa bado anapambana na shinikizo la familia ya kifalme, hasa Mama Malkia ambaye anaendelea kumdhibiti na kumfanya ajisikie kama hana uhuru wa kweli ndani ya ikulu. Hii inamfanya aonekane mtulivu kwa nje, lakini ndani amebanwa sana na majukumu yake. Kwa upande wa Huiju, yeye anaanza kuona ukweli wa maisha ya kifalme kwa karibu zaidi. Anagundua kuwa ndoa yao ya mkataba si rahisi kama alivyofikiria mwanzo. Kuna siasa nyingi, watu wanawachunguza, na kila hatua yao inatafsiriwa vibaya na watu wa ndani ya kasri. Hii inamfanya aanze kuwa na shaka kidogo, lakini bado anaamua kubaki imara na kumpa Prince Ian support kwa njia yake. Sehemu muhimu ya episode ni pale Prince Ian anapoanza kuonyesha upande wake wa kihisia zaidi. Ingawa bado anajaribu kujizuia, anaanza kuathiriwa na uwepo wa Huiju. Kuna moments ndogo za wao kuonyesha connection ya kimya kimya, kama mazungumzo mafupi na mitazamo inayosema zaidi kuliko maneno. Hapo ndipo tunaona chemistry yao inaanza kukua pole pole. Lakini tension inazidi pale ambapo wapinzani wa kifalme wanaanza kupanga njama mpya dhidi ya Ian, wakitumia ndoa yake kama udhaifu. Huiju pia anawekwa kwenye hali ngumu ya kuchagua kati ya kujilinda au kumsaidia Ian waziwazi, jambo linaloweza kumuweka kwenye hatari. Mwisho wa episode unaacha cliffhanger kali. Ian anapokumbana na shinikizo kubwa la kisiasa, anafanya uamuzi wa ghafla unaoweza kubadilisha uhusiano wake na Huiju kabisa, na pia